alafu wanatoa na adhana, alafu wanafanya azkari, alafu wanaomba dua kisha wanaondoka. Yaani wakati wa kuzika au wakati wa kuzika wanafanyaje hapo mwisho? Wanafanyaje hapo mwisho? Yaani sasa hivi watu wakisoma kaburini kwenye kuzika wanatoa adhana, alafu wanafanya azkari, kisha wanaomba dua, alafu wanaondoka. Hili jambo limekaje? Haya, shukrani sana Abu Ibrahim kutoka Mbagala, Dar es Salaam. Sikiza kwa mzee. Haya, kheri inshallah. Tukianza na swali namba moja, kipengele namba moja. Hili swali lina vipengele vitatu. Kipengele namba moja, adhana ala al-qabri, adhana kabrini. Adhana kabrini lam yarid ani nabii sallallahu alaihi wasallam, haijawahi kupokewa kwa mtume wala masahaba wala tabi tabiin, bali hata kwa aimmat al-arba'a ni jambo ambalo si maarufu. Yani moja kuingia akaadhini ndio baadaye aweko maiti. Ukiwauliza ni kwa nini, anakuambia tunamfukuza shetani. Wewe huu ni ulimwengu mwingine, hii ni haya, huu ni mwengu nini mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Al-qabru awwal manazil min manazil al-akhirah wa akhiru manazil min manazil ad-dunya. Hii sio habari ya duniani, yani hapa ni masala, hapa ni kwingine. Kaburi anasema ndio nini? Ndio mwanzo katika nyumba miongoni mwa nyumba za akhira, na ndio mwisho, nyumba za mwisho katika nyumba za nini, za duniani. Kwa hiyo yale maisha ya pale ni mengine. Kwa hiyo adhana si sehemu yake, wala miyarid ani nabii sallallahu alayhi kupokelewa kwa mtume, bimaana ni bid'a, ni uzushi. Wa kullu bid'atin dhalala, na kila uzushi ni dhalala. Kwa hiyo ibtaid, jiepushe na jambo hili, na waislamu waliacha. Jambo la pili, wanafanya adhkari. Adhkari zipi? Kwa sababu sisi ilivyokuja katika sunna, tunaambiwa tunapopeleka maiti, tangu kupeleka pangu kufika makaburini, tunatakiwa tu tumenyamaza. Kwa nini tunyamaze? Tukifikiria habari ya umauti. Ndugu yetu huyu anaondoka, alikuwa na hili, alikuwa na hili, alikuwa na ibada hili, au alikuwa na hili, kaondoka katika mazingira fulani, na wewe unaleta katika moyo, je, ingelikuwa ni mimi ndio naondoka wakati huu, ningelikuwa na hali gani? Unajirecheshea wewe mwenyewe. Tuko pamoja? Hakuna adhkari wala chochote, ni kimya, ni kimya mpaka kufika mahala tunazika kimya kimya, isipokuwa tu watakaoteremkia ndani ya kaburi ndio wale watakuwa wanasema bismillahi wa ala millati rasulillahi, wale walioko ndani ya makaburi. Na wale wa pembeni la basa, ukisikia utasikia watasema sallallahu alayhi wasallam, bismillahi ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndio pale wanamwandaa, wanaambia weka hivi, hebu lete mwekee hivi, mweke udongo hivi, unaweko pale, unaweko kwenye nyumba yako, unatengenezewa, wanakusubiria malakaini, malaika wawili ndio wanakusubiria hapo. Hakuna adhana bwana, wala hakuna dhikr, isipokuwa bismillahi wa ala millati rasul, walioko ndani ya kaburi. Baada ya pale wanazika, wanafukia, wanamaliza, wanaomba dua. Dua inaombwa vipi? La shaka ni dua au jamai, dua ya kikundi moja anaomba, mwingine anasema amin. Hii lam yarid ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kuomba dua moja akasema amin baada ya kuzika, haijawahi kupokelewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anapomaliza kuzika anasema, akiwaambia masahaba, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu alana yusal, mtakieni istighfar ndugu yenu na muombeeni ithbati yale masualu almalakain, maswali yatakayoulizwa na malaika wawili, apate kuyajibu, aweze kuyajibu. Mtakieni istighfar. Sasa anaulizwa kwa istighfari zile, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, Mwenyezi Mungu anawathibitisha wale walioamini katika huu maisha ya duniani na maisha ya akhira. Asa zile dua kwa rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule bwana aliyoko pale akafanikiwa kujibu yale maswali matatu, marabbuka wama dinuka wama nabiyuka. Maswali matatu: nani mola wako, ni ipi dini yako, nani nabii wako, au ulikuwa unasemaje, madha kunta taqul fi hadha ar-rajul, ulikuwa una msimamo gani kuhusu huyu mtu, ar-rajul man huwa an-nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ilikuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakimaliza wale masahaba, kila mtu anaomba dua kivyake, na kama kuna kitu cha kutanabahisha basi alikuwa anaweza, kama ameona kuna jambo ambalo anatakana kuwazindua anaweza kafanya vile. Akiona hakuna jambo, basi wanaondoka kimya kimya. Hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mazishi yanatakiwa yakae hivi. Mazishi ya ahlu sunna wal jamaa yanatakiwa yakae hivi, kwa sababu yanatakiwa yakopi yale nini mazishi aliyozika Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunatakiwa tuzike vile vile.